Ili kupata habari kutoka Ijenga Media, please subscribe channel yetu na pia kushare. Sanaa ni utamaduni wetu na utamaduni ni fahari yetu. Baba, unajua kama leo ni siku ya wanawake duniani? Ndio, najua. Nimeona umempost bibi status. Umeandika maneno mazuri sana ambayo yanaashiria upendo na kuonyesha kuwa hakuna kama yeye hapa duniani. Ni kweli. Hakuna kama yeye katika maisha yangu. Hakuna. Unadhani na mimi napaswa nimposti nani leo? Wengi hupenda kuposti wazazi wao. Japokuwa leo ni siku ya wanawake wote wanaoleta matokeo chanya katika jamii. Yuko wapi mama yangu na mimi nimposti? Kama ambavyo umemposti wewe mama yako. Maswali hayo ulikuwa unaniuliza siku kadha wa kadha na nilikuwa nakujibu kwamba mama yako alipo mimi sipajui. Lakini utaonana na mama yako. Na mimi sipendi kukuona unakuwa na majonzi na mama yako. Sipendi. Daddy. Haya ndio yamekuwa maneno yako kila siku. Umekuwa ukinipa matumaini ya kwamba ipo siku nitamwona mama yangu. Hivyo unajua ni maumivu kiasi gani napitia. Kama mama yangu alishafariki, niambie tu nijue hata kaburi lake tu nilione. Inatosha dad. Sio ni thamani ya kuishi hapa duniani ikiwa sina amani. Sio ni maana ya kuishi ya maisha ya kifahari wakati moyo wangu hauna amani. Dad. Naomba niambie basi mama yangu alipo. Hata kama alishakufa, nione basi hata picha yake. My son, najua maumivu unayapitia. Mimi nayajua. Ila nakuahidi iko siku utakutana na mama yako. Naomba usiwe na majonzi. Naomba usilie. Pole sana mwanangu. Watoto wanauliza wapi mami, dadi wapi mami, haupo, uwe haupo. Wanatamani hata kidogo kuone. Maswali yapo mengi wako yajibu niwe. Wewe umefuata nini hapa? Nakuuliza umefuata nini hapa? Samahani Sonia. Naomba nikaribishe tuzungumze. Wewe kwenye hii nyumba hivi ukijiangalia kwanza juu mpaka chini unaanza kuongea na mimi kwenye hii nyumba? Naomba ongea haraka kilichokuleta hapa uondoke. Kwanza niombe radhi kwa kuja bila taarifa. Alafu ujio wangu sio nia mbaya kabisa Sonia. Nilitaka tu kukuambia mateso anayopitia na mtoto ni makali sana. Sana Sonia. Na inapofika hatua anahitaji joto la mama, anakuwa kama kifaranga alionyeshwa mvua katika kundi la kunguru. Anaweza kupoteza maisha muda wote. Sonia, naomba urudishe moyo wako nyuma mama yangu. Tumlee mtoto. Nimemlea miezi 9 tumboni.
Sasa ni wakati wako kusimama kama baba, na kama ukiona anakushinda basi mpeleke kwenye vituo vya watoto yatima, watakusaidia kulea. Nadhani umenielewa. Sonia, kwani mtoto amekosea nini? Mimi sawa, sina kipato, hadi mtoto wako pia. Naomba Sonia, kanaye angalau mwaka mmoja, mimi nijipange atakuja kumchukua Sonia. Nakuomba. Mpenzi wangu hahitaji kukaa na mtoto kwa sasa, na siwezi kumkwaza kwa kitu chochote kile, na hata ikitokea anahitaji mtoto kwa sasa, basi nitamfurahisha kwa kumzalia vipunde. Nadhani umenielewa. Kaka, nakuomba ndugu yangu nisaidie kuongea na Sonia. Anisaidie kumlea mtoto. Mimi nijipange tu tutakuja kumfuata kakaangu. Naomba unisaidie. Okay. Nitazungumza naye alafu nitakwambia. Okay, asante. Kuoni jelini. Wewe. Ushaambiwa utajulishwa. Sasa usitolee hapo kitu gani? Bwana. Hai. Nenda. Maswali yapo mengi wako yajibu niwe, maana wakupata upendo wako tatone. Nimewalea mwenyewe, mwenyewe. Single father, 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 single father. Wazazi wangu, kwanza nashukuru sana kwa kuweza kukubali kikao kifupi ambacho mimi nimekiitisha, lakini pia niwaombe radhi kama haya nitaenda kuyazungumza ataenda kwa kwanza. Mnisamehe sana. Wewe ongea tu babangu, wala usijali. Hivi karibuni mke wangu aliumwa, nikampeleka hospitali na daktari akashauri tucheki vipimo vyote. Kwa bahati mbaya akagundulika na maambukizi ya VVU. Hata mimi nilishtuka kama nyinyi mlivyoshtuka. Ndipo daktari akashauri mimi na mtoto pia tufanye vipimo. Lakini tulipocheki mimi na mtoto tukajulikana hatuna maambukizi aina yoyote yale. We Sabla, ugonjwa umetoa wapi sasa? Kiukweli hata mimi nilijaribu kumuuliza usiku mzima ugonjwa umetoa wapi au sababu ya ugonjwa ni nini, lakini akashindwa kunipa majibu ya kueleweka, na hiyo ikapelekea mpaka mimi nifanye maamuzi ya kumpatia talaka. Mmefikia mpaka kupeana talaka tena? Sabla, anachoongea mwenzio ni cha kweli? Si unaulizwa wewe? Naona unapwesa tu unazunguka round about, unatizama chini utafuta nyungu. Nyoka! Ndio mama, ni kweli. Kaka, mbona usiku tena na mtoto? Tulikuwa tunaelekea mgawani hapo. Nione kama tutapata ukoko, maana hatujala toka asubuhi. Pole.
Asante. Ningekuwa mimi ningeweza, lakini nanitesa sana kuhusu Selina. Nakuwa apate usingizi kabisa. Nilikuwa nasubiri mume wangu atoke ndio nikuletee chakula. Asante dada, maana siku ya leo sikufanikiwa kabisa kupata hela ya kula. Vipi, anti yangu anaendeleaje? Ali joto tu liko limepanda, maana leo nimetembea naye sana juani. Umempa dawa lakini? Ndiyo, na pia leo nilienda kwa mamake kuongea naye, lakini licha ya kumbembeleza sana amekataa kumchukua. Kaka, nilishakwambia ni ngumu kumwaminisha nzi kuwa asali ni tamu kuliko uchafu. Hebu muache Sonia afanye anachokiamini, ila ipo siku atatambua thamani na umuhimu wa huyu mtoto, na siku atakayeleta pua yake kuja kumfuata ndipo atanijua mimi ni nani. Acha tumlee, mtoto atakuwa tu. Umenielewa? Sawa dada, mimi nimekuelewa. Basi mchukue, maana mimi ni mwashi miji yako. Njoo mwanangu, njoo. Yamejawa na usaliti, watawapenda visa vingi. Yasi Maisari, toka mchana uje kula chakula, utakuja vidonda vya tumbo. Tafadhali mkula kidogo. Hapana baba, mimi namtaka mama. Mama yako yupo na ameenda kuchukulia zawadi, nafikiri kesho atakuja nayo. Kula. Baba, ulimfukuza mama kwa sababu ni mgonjwa, na wala kupata muda kabisa kufikiria kuhusu mimi. Hapo ananidanganya tu. Mama hawezi kurudi tena. Nani amekupa hizo habari Asli? Tangu mimi nampenda sana mama yako na kamwe haitotokea kumwacha. Yupo, nisikize mimi ninachokwambia. Kula, kesho atakuja, atakuletea na zawadi. Tena zawadi nzuri ambazo unazipendaga. Baba, kama unataka mimi nile chakula, mpigie mama simu nithibitishie kama atarudi. La sivyo mimi sitaweza kula chakula. Watoto wanauliza wapi mami. Sasa changamoto mimi simu yangu haina vocha, hivyo tutampigia kesho, sawa? Yasi. Watoto wanauliza wapi mami. Watoto wanauliza wapi mami. Daddy wapi mami. Hapo. Watoto wanauliza wapi mami. Daddy wapi mami. Sasa Sabra, na changamoto hapa, nilikuwa naomba msaada wako tafadhali. Mtoto amegoma kula kabisa toka mchana, na amesema ili aweze kula anahitaji asikie sauti yako ikimthibitishia kuwa utarudi. Hebu naomba nisaidie katika hili. Baba yake, mwambie tu kweli mtoto kama umepata salama. Hata kama ataumia atazoea tu. Sasa nisikilize Sabra, mimi nitamwambia ukweli, lakini kulingana na umri wake muda bado. Tumwache kwa kidogo ndipo tuweze kumjulisha hichi kinachoendelea kati yetu, kwa sababu nikimwambia sasa hivi na hali yake tunaweza tukajikuta tunasababisha tatizo likawa kubwa zaidi. Tafadhali Sabra, hebu mfanye mtoto wako aweze kula.